Je, EU inailazimisha Meta kufungua programu yake ya WhatsApp ili kampuni shindani zitumie bure. Umoja wa Ulaya umeamuru Meta kurejesha ufikiaji wa WhatsApp kwa washindani wake wa akili unde au AI kutumia bila malipo. Hizi ni pamoja na kampuni kama vile ChatGPT, huku wasimamizi wakichunguza mbinu zinazowezekana za kupinga ushindani. Kulingana na EU, Meta iliwazuia wapinzani kutumia API ya toleo la biashara la WhatsApp na kuanzisha ada ambazo huenda zilifanya utumiaji kuwa na gharama kubwa. Wadhibiti wanasema hii inaweza kuipa AI ya Meta faida isiyo ya haki katika soko la akili unde linalokuwa kwa kasi. Meta imepewa siku 5 za kazi kutekeleza, lakini kampuni hiyo inasema itakata rufaa, ikisema sio haki kuwa inalazimishwa kutoa huduma bure. Ikiwa uamuzi utatekelezwa, watumiaji wa WhatsApp barani Ulaya hivi karibuni wanaweza kuona wasaidizi zaidi wa AI wanaopatikana moja kwa moja ndani ya programu ya kutuma ujumbe, sio tu Meta AI. Kesi ni moja ya vita vikubwa zaidi kuhusu nani anayedhibiti ufikiaji wa AI kwenye jukwaa maarufu zaidi la ujumbe ulimwenguni. Lakini kesi hii inahusu zaidi ya chatbot. Inakuja huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kati ya Brussels na makampuni makubwa ya teknolojia ya Marekani. Katika miaka michache iliyopita, EU imelumbana na kuburuzana mahakamani na makampuni makubwa ya teknolojia ya Marekani kama vile Meta, Google, Apple na Amazon, ikizifungulia uchunguzi, kuzitoza faini na kuwekea sheria mpya za soko la kidijitali zinazolenga kuzuia ukiritimba wao. Wanaounga mkono hatua hizi wanasema Ulaya inalinda ushindani na chaguo la watumiaji, lakini wakosoaji wanahoji kuwa EU inalenga bila haki makampuni ya teknolojia ya Marekani. Vyovyote vile, vita dhidi ya WhatsApp vinakuwa mstari wa mbele zaidi katika mpambano mpana wa kuvuka kati ya Marekani na nchi za Ulaya juu ya nani ataunda na kudhibiti mustakabali wa uchumi wa kidijitali na akili bandia.